Wanaposema hao madhalimu, ndio ninyi hamfati ila mtu aliyerogwa. Bas. Lakini hadithi hizi, naam, narudia, ndio, lakini hadithi hizi, naam, zinathibitisha, ndio, madai, naam, kuwa ndio kweli aliathirika na kuongozwa na uchawi. Basi. Kwa hiyo kumbe mtume karogwa akaathirika kwa nguvu za uchawi. Unapomaliza hapo chini inasema hata kudai utume wake ni njozi za mauzauza ya uchawi. Sasa leo akitokea Mkristo akasema nakwenda kwa Waislamu, basi ajua anamfuata mtume aliyerogwa, amepata utume kwa nini? Kwa uchawi. Wito wangu, fanyeni maamuzi marafiki zangu. Sasa kwa sababu hizi ndio zinatufanya sisi tumkatai mtume. Kama mtume wa Mwenyezi Mungu anaweza kurogwa, labda tutolewe andiko leo katika Biblia Yesu karogwa. Thubutu. Muda umeisha. Asante sana, naomba nikome hapo. Watu wa Mungu mbarikiwe sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sikuambieni huyu. Mimi huyu wala sina matatizo naye. Sasa anasema mtume alilogwa. Unaona alichokisema kwanza? Hakusema Muhammad alilogwa. Mwenyewe kasema mtume alilogwa. Kwa hiyo anakubali Muhammad ni mtume lakini kalogwa. Sasa jibu ndio. Ndio. Waislamu takbir. Unajua mimi tensheni yangu nilikuwa nadhani kwamba Muhammad kaloga. Ndio maana nilikuwa naogopa. Kumbe yeye kafanyiwa. Sasa mbaya sio aliyofanyiwa, mbaya ni yule aliyofanya. Sasa tunauliza, kwani manabii wangapi waliugua? Ayubu alipigwa na shetani akamalizika kila kitu, lakini hajasema hapo. Unajua wasiwasi wangu nilikuwa najua labda anasema Muhammad aliuawa, ningemwambia uongo. Lakini kulogwa, hakuna kitu kibaya kama uchawi. Na Wakristo wanajua ilikuwa huyu amhurumie Muhammad kafanyiwa kitu sicho. Alilogwa lakini hakuna alichoathirika hata kimoja. Kama vile Wakristo mnavyosema Mungu wenu alikufa lakini akawa mzima. Hakuna kuabishieni. Mnaniangalia. Bado wangapi? Bado ngapi je? Bado 3. Huyu anasema hivi, Waislamu mtume wenu kapewa na padri. Sio kapewa na padri. Padri anathibitisha. Wewe bwana vipi? Huyu jamaa vipi? Padri anathibitisha kwamba Muhammad alipewa utume na Allah kweli. Sio padri anaweza kumpa utume Muhammad. Hebu maliza, anasemaje? Maliza. Mungu Mkristo padri huyo. Alikuwa takbir. Wewe hivi vitabu vya Kikristo hausomi? Hicho hapo dini mbalimbali kimeandikwa na padri na kina msala. Padri anamjua Muhammad ni mtume, anasema basi nashukuru padri wetu amekupeni mtume. Sio, imebakia moja. Ndio hiyo, ndio naifanyia kazi hiyo. Sasa hicho cha pili, sasa malizia ya pili, anasemaje?
Naam. 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 Ndiyo. Naam. Salamu alaikum. Swali langu ambalo nalijenga sasa lina A na B. Mwalimu aliyetoa somo ameuliza wapi aya ndani ya Qur'ani inayosema Mwenyezi Mungu amemchagua Mtume Muhammadi kuwa nabii. Yani amemchagua, iseme hivyo. B yake ninaomba Ustadhi Mazinge aniambie, atupe aya ngapi zimeshuka kipindi ambacho Muhammad aliloga? Ziko ngapi? Kipindi ambacho aliathiriwa na uchawi, ni aya ngapi zilishuka kipindi hicho, na aya zipi ambazo zilishuka kipindi ambacho Muhammad hakuwa na athari ya uchawi, ili tuweze kuelewa kwamba kuna aya zilishuka kipindi hicho. Asante. Dakika zimeisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajua, tunapokuwa tunaongea hapa muwe makini. Mimi nimetoa ufafanuzi kwamba wakati wa Mtume karogwa hakuna kilichoathirika. Kwa hiyo aya zote zilizoshuka wakati Muhammad karogwa zote zilikuwa safi. Hakuna aya ambayo Mtume aliisoma kinyume. Sasa wewe ndio ungekuja ukatuambia hivi, aya hii hapa ilishuka Muhammad karogwa, wewe ndio ungetoa ushahidi hapa. Sisi tunakwambia zote zilikuwa safi. Sasa wewe njoo useme hii hapa ilishuka wakati Muhammad karogwa. Hiyo A. B, anasema hivi, wakati Muhammad anaswali alisahau. Sasa wewe aliyekwambia Muhammad ni Mungu nani? Mimi nauliza swali, sitaki mbwembwe wala sitaki nini. Nataka vitabu vya Mungu viseme. 33:40 Qur'ani. (33:40) Surati Al-Ahzab. Allah. Naam. 33:40 inasema, naam, Muhammadi sallallahu alayhi wasallam si baba wa yoyote katika wanaume wenu. Naam, bali yeye ni nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu, halafu na mwisho wa mitume. Bas, Qur'ani inatuambia Muhammad si baba wa yoyote, ila yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mwisho wa manabii. Swali langu, naomba andiko kwenye Biblia, kwenye Qur'ani linalosema Muhammad si mtume wa Mungu. Takbir. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ninashukuru kwamba ndugu yangu muhadhiri wa zamani Mazinge anasema jambo alafu mwisho wa siku tena anajicontradict, anasahau. Mara ya kwanza anasema mtume huwa hasahau, lakini wa pili anasema si mwanadamu kama wewe. Kwa hiyo mara ya kwanza ukujua kwamba mwanadamu. Kwa hiyo sisi wa Kristo tunasema kumbe Muhammadi alikuwa anasahau. Kumbe ya kwanza ulidanganya kwamba hasahau, ulidanganya. Lakini swali lake ndilo ambalo tulilileta sisi hoja yetu leo. Wapi mtume amechaguliwa na Mwenyezi Mungu? Hapa aliposimama ustadhi hakujibu hata aya hii moja, lakini yeye ndo ameuliza swali. Sasa swali la msingi nataka nimjibu kwa dakika moja alafu nisafishe kile alichokuwa amekisema. Leo hii katika wahadhiri wa Kiislamu kuna mhadhiri anaitwa Dr. Sule. Katika maprofesa, madokta wanaosoma, je, Dr. Sule ameenda chuo gani? Umenielewa? Sasa leo unaponiambia
Wapi aya ndani ya Qur'ani Muhammad anachaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa mtume? Wapi anakataa kwamba yeye sio mtume? Wewe unipe aya ya kwamba mwaka gani Mwenyezi Mungu alimchagua kuwa mtume? Mwaka gani? Ili sisi tumkubali. Bwana Yesu asifiwe. Ninakwenda sasa kwenye yale ambayo ameyasema. Sasa ili aweze kuwa sisi kumkataa sio mtume, lazima kwanza atuonyeshe aya Mwenyezi Mungu anachagua. Ukisoma 7:44 Qur'ani, Mwenyezi Mungu anamchagua Musa kuwa mtume. Lakini je, wapi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anamchagua Muhammad kuwa mtume? Hajajibu. Sasa Muhammad yeye anajitetea atoe aya yeye mwenyewe wapi alichaguliwa. Hajatoa. Alafu akasema, rafiki yetu akasema hapa kwamba Wakristo ambao waliologwa, akatoa katika 13:6 kitabu cha Matendo ya Mitume. Lakini hebu tuangalie wachawi wa dunia hii ni akina nani kwa mjibu wa Qur'ani? Msomaji, soma surati Yusuf 12:106 na fafanuzi yake. 12:106 Qur'ani nasema, naomba msikilize vizuri maana sisi tunafundisha na ni walimu, na Qur'ani ilisema muwaulize waliopewa kitabu kabla yenu, yani Wakristo na Wayahudi. Sisi ni walimu wenu, kwa hiyo mtusikilize ili mfundishwe. Soma hapa 12:106 nasema, inasemaje? Na wengi katika wao hawamwamini Mwenyezi Mungu isipokuwa na huku wanatia ushirikina. Fafanuzi inasema na haya hata hapa petu tunayo hapa Cape Town hapa japo tunaufuata Uislamu, japo wanafuata Uislamu ndio, lakini tunatia na ushirikina pia. Hao ndio wachawi wenyewe. Sasa Qur'an nasema japo wanafuata Uislamu natia na ushirikina. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Kwa hiyo ukweli ni kwamba wachawi, makonkodi wa kichawi ni Waislamu. Malizia fafanuzi. Hiyo ni Qur'an, sio Biblia. Tunakwenda makaburini. Tukayaambia makaburi, Bwana marehemu, nimezongwa na dash. Bas, ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Waislamu ni wachawi. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninasubiri hilo lirudiwe tena. Kwa hiyo unataka nijibu Basi. Mkinyamaza nitajibu. Bwana Yesu asifiwe. Muhammad anakwenda mbele za watu, anasema mimi sio baba wa mitume, sio baba. Anawaambia watu tayari hapo ameshajitangazia utume kwamba mimi sio baba wa umma wenu ila ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yeye Muhammad anasema hivyo. Sisi swali letu ni hili, wapi amechaguliwa ili ajitangazie? Mbona ni elimu ndogo? Bwana Yesu asifiwe. Mbona elimu ndogo? Wakristo wameelewa? Mungu awabariki. Tunaomba ndugu zetu kwa upande wa Kristo kusimama kuuliza swali. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba usikilize swali, alafu naomba tusikilize majibu ya mwalimu wa Kiislamu. Msomaji, naomba rudia hiyo Qur'ani chapa ya 8 ukurasa namba 977. Inasema, naam, hata kule kukaidi
Mtume alishawishiwa. Mtume alishawishiwa utume kwa mauzauza ndiyo ya kinjozi, ndiyo kuwa alimjia malaika Jibril wakati hakumjia. Basi wakati hakumjia. Sasa hii ni sehemu, ni fafanuzi ya aya ama ni sherehe iliyoko ndani ya Qur'an. Kwa Muhammadi yametokea mambo mawili. La kwanza, inaonekana hata kule kudai kwake utume amedai kwa mauzauza ya njozi za kichawi, ndio Qur'an inasema fafanuzi yake. Sasa kama amedai utume kwa mauzauza ya njozi za kichawi, ili ionekane hakudai utume kwa mauzauza ya njozi za kichawi, tunaomba andiko ndani ya Qur'an. Aya gani Muhammadi amechaguliwa? Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Hebu kila Mkristo aseme amechaguliwa. Basi naomba nikaketi pale tusikilize majibu ya Muislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hana hoja, nilishafunga. Hana hoja, shughuli tulishamaliza, biashara. Kwanza tufundishe lugha. Ukishaifundisha lugha, watu wakikuelewa inakuwa ni rahisi. Kwa mfano, mimi na mtoto nikimtuma dukani kaniletee biskuti, maana yake yule nimeshamchagua na ndio maana nimemtuma. Hiyo ni lugha kabisa, yani haina wasiwasi. Nimemchagua, ndio maana nikamwambia nenda dukani. Alafu akasema hivi, Mtume anasema alipata mauzauza. Jamani, Mtume hajadai yeye ni mtume. Aliodai Mtume Muhammad ni mtume ni Allah. Allah ndio anamtangaza Muhammad ni mtume. 25:51 Qur'ani. Hiyo hapo. Hiyo hapo hiyo. Nini? Naam. Allah huyo. Nini? Allah anasema na kama tungetaka. Nani? Safi. Lakini kwa nini? Takbir. Hebu subiri. Wewe tulia tu. Tulia. Mimi ndio fundi wa hivi vitabu. Mimi ndio fundi. Ukimsikia mtu fundi wa hivi vitabu ni mimi. Wao wenyewe aya za kuchaguliwa wamezitoa ndani ya Qur'ani, wakati msemaji ni mtume. Sasa walete aya kwenye Biblia. Ni mtume gani kwenye Biblia aliyechaguliwa na Mungu? Mungu aseme mimi Mungu nimemchagua Yesu. Hiyo aya hakuna. Mwenyekiti, watu wanapiga kelele watu wao. Yani tunaomba utulivu. Samahani, tunaomba utulivu.
Waislamu takbiri. Allahu akbar. Hapa tuko ndani wote Kiswahili tunajua. Mimi na maana gani? Msomaji wa kwenye Qur'ani ni bwana mtume. Mtume ndio anasema Musa alichaguliwa. Anayesema hapa ni Muhammadi. Na huyu bwana amemkoti Muhammadi kusema Musa alichaguliwa. Angekuwa Muhammad kasema uongo, asingetoa hizi aya. Takbir. Na ndiyo maana kazitumia kwa kuchaguliwa Musa, akithibitisha ukweli wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndiyo maana nikauliza, Allah anasema Muhammad ni mtume wake, maana kishamchagua. Aya gani tena inayokataa kuwa Muhammad si mtume? Wametoa. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Nasema hivi, narudia tena, hapa kusiwepo na ujanja wa kukataa maandiko. Sasa nisikilizeni, ninyi wa Kristo sikilizeni. Aya hii katoa huyu mchungaji wenu hii. Na mimi nauliza hiyo hiyo 3:42 Qur'ani. Naam. Safi. Naam. Safi. Safi. Babas. Sasa sikilizeni swali. Maneno haya yaliyesoma katika sura ya 3:42 ambayo uliitoa wewe, msemaji wa maneno haya kuambia wanadamu ni nani? Na maneno haya kwamba Mariamu ni mama bora kuliko wote, ni ya kweli au ni ya uongo, ili Muhammad awe mtume wa sio mtume wa Mungu? Nimelielewa vizuri sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nadhani bado tunaendelea vizuri, na bado hoja iko hewani. Wapi Muhammadi kachaguliwa kuwa mtume? Hii ndio mada. Sasa mwalimu wa Kiislamu amekuja kuuliza swali. Ametoa Qur'ani 3, Qur'ani sura ya 3 aya 42. Na yeye alipouliza hilo swali ana haki. Kwa nini ana haki? Msomaji Nipo. 10:94. 10:94 surati Yunus inasema, Kwa sababu amesema ndio mtaalamu wa vitabu hivi. 10:94 Qur'an. na kama unayo shaka juu ya hayo tuliyokuteremshia, Muhammad anaambiwa kama una shaka juu ya hayo, twende basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako. waulize wasomao vitabu kabla yako, Mayahudi naam, na Manasara. basi Manasara imekuja wa Kristo. Kwa hiyo kumbe sisi ndio walimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe hawa mabwana hawa ni wanafunzi wetu. Kwa hiyo kijana amefanya kazi nzuri kutuuliza sisi kuwa kama aya hii, mbona Mariamu anapewa utukufu fulani? Kwa nini anapewa utukufu fulani? Je, ni kweli? Na msemaji ni nani? Sasa je, ni kweli? Na msemaji ni nani? Kwa sababu kauliza kwa aya, mimi sipasi kuropoka, lazima nijibu kwa aya.
Kweli kabisa. Kweli si kweli? Kweli. Msomaji? Nipo. 22:5 Qur'an. 22:5 surati Furqani nasema. Ndio. Na wakasema ni visa vya watu. Hivi ni visa vya watu wa zamani alivyoviandikisha Muhammad. Endelea. Kwani mwenyewe Muhammad hajui kuandika wala kusoma. Anavyosomewa asubuhi. Sikiliza vizuri, anavyosomewa asubuhi na jioni. Kisha yeye Muhammad baada ya kusomewa anawasimulia watu, anaenda kusimulia watu. Kwa hiyo kwa habari hiyo, je, ni kweli? Ndiyo kweli, kahadithiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kahadithiwa na nani? Na wasomi wa vitabu wamemhadithia, yakaja akaleta huku. Anasema kwa hiyo sio wahai wala sio ufunuo, ni vitu ambavyo alihadithiwa na watu, na jioni akafanyeje? Akawaambia Waislamu eti ameletewa wahai. Kwa hiyo tunashukuru Muhammad ni ripota mzuri. Ameripoti vizuri. Hili hatuna matatizo. Ameripoti vizuri. Yani alivyohadithiwa na ndivyo alivyosema. Sawa sawa kabisa. Kwa hiyo sio yake, bali alipata kwa kuambiwa na yeye akasema. Na haya ndio majibu ya msingi. Mwenye kutaka kusikia atakuwa amesikia, mwenye kutaka kubisha basi ni juu yetu kufikisha ujumbe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sipendi kupigwa kengele, naamini mtakuwa mmenielewa.